Ndio. Katika. Unangatikia ukiwa wapi ndugu yangu dada yangu? Twende kazi. Hapo unashikilia mama vizuri. Unakaza kiuno, unaoma meno, unaweka nguvu yote. Jamani. Usiache mama wenyewe ateseke na wimbo umebamba. Karibu sana ndani ya kipindi. Mimi najulikana kama Omwami Dismas Ndupi. Nami ni Franklin Odhiambo. Baros Shadrack Kinara. Mimi pia unaweza nipata kama Princess Annie mwenyewe. Bas. Hapo sawa. Karibu sana zikiwa zimekatika karibu dakika 6 tangu ifike mwendo wa saa 5 ndani ya kipindi. Mimi tunaendelea na mambo yetu hapa, tunapiga muziki na pia tuko na burudani lingine hapa. Ndugu zangu, mpo? Mko wazima? Kama kigogo. Hapo sawa. Sasa kuna jamaa mwingine nimesikia story zake huko Nakuru. Mwanaume alileta shida kidogo. Sasa unajua ile, for example, mimi na huyu ni marafiki tu, alafu nitoke huko ni mhagi na bwana yake anasema huyu msichana anamcheza. Hataki bwana yake ahagiwe, bibi yake ahagiwe mbele yake. Umepata hiyo? Wajua mimi najaribu kufikiria. Mbona si hug ni salamu? In fact, ni salamu ndio. Lakini kitu yenye bibi yake anasema ati bwana yake amemdharau. Yaani bwana anasema ni kama bwana yake amemchukulia yeye ni lose tu. Mtu yote mwenye anamhagi anamchukua wanaenda. Hiyo ndio kitu yenye bwana yake anajaribu kumaanisha. Sasa hii kitu imeleta maneno. Bibi amesema hataki, bwana amesema hataki bibi yake ahagiwe na mtu. Jamani. Lakini sasa mwanamume kamili unakubali acha bibi yake ahagiwe na mtu. Kwani shida iko wapi? Hug ni kuna salamu. Shida. Hapana, hakuna shida. Mimi sioni shida. Salamu gani? Mbona hakumsalimia na mkono? Kuna salamu ni mingi, kuna mkono, kuna hivi, alafu kuna hug. Unaweza salimiana tu na yeyote. Aga ni jamani, hug napeana tu. Aga ni za bure. Sasa acheni. Hug ni bure, si ndio? Kabisa. Unajua kuna watu wako na uchungu kweli. So, kwa hiyo maneno ikijiongelelea hivyo. Nilikuwa mahali story kipigo. Mambo ikatokelezea tena. Alafu, mbona hako hagi mwanamke? Nani kwa hagi mwanamke? Huyo bibi yake. Mbona si maybe alihagi wanawake hapo wenye walikuwa, lakini sasa mtu mwenye ileta shida ni venye alihagi mwanaume. So shida ilitoka kwa mwanaume. Sasa tena swali lingine nikakuwa najiuliza, wewe uko na bibi yako, unaweza kubali mtu avalishe bibi yako necklace? Mtu anakubali jamani, si nikumvalisha tu. Hapo sasa ndio kumvalisha. Hapo ndio shida yangu iko. Jamani, hiyo kuvalishwa kuna mambo mengi. Unavalishwa tu hivi si. Unavalishwa necklace kama nani? Si kama rafiki, unaweza pata. Unajua wanawake wanakuanga na wanajiita best friend. Na upate best friend ni kijana. Hakuna. Mimi kama bwana yako mimi ndio best friend wako. Mimi kuhagi mtu sina shida, lakini uvalishwaje necklace? Lakini pia bwana hata kama huoni kitu anafanya, pia yeye anafanya mambo nyuma. Hakuna mambo ya nyuma. Yapo. Sasa wacha nikuambie kitu moja. Najua tunaambiwanga mwanaume ni mwanaume. Kwa hivyo afanye venye anataka, lakini wewe ufai kufanya kinyume na venye anataka. Ingekuwa ni mimi kuhug ni salamu. Hizo vitu zingine zote afanye venye anataka. Ile hagi nimekubali. Kama ni kufanya kitu anataka afanye, pia mimi nifanye kitu nataka. Lakini ile hagi nimekubali, lakini bwana akufalisha necklace. Labda wewe ndio uko na kilimba, anamvalisha necklace kama rafiki. Ameniambia ni rafiki. Ameniambia nikuvalishe nikakataa. Hapana nini? Necklace mimi bibi yangu unavalishaje necklace? My friend, tusiishi hivyo. Dunia siku hizi imebadilika. Hapana. Tuko katika dunia ingine. Tusiende hiyo direction. Hapana, unajua kitu yenye muelewa hapa. Huyu ni bibi yako. Wewe ukitoka kumhagi, mimi sina shida. Kumhagi salamu, mimi hiyo sina shida na, lakini nikupata na maisha bibi yangu necklace. Kama na aje. Akiona hii necklace atakuwa anakumbuka nini? For example, acha niweke kama rafiki yake nini? Mimi nataka nikumbuke kama nakumbuka rafiki yake. Usikie maana. Jamani, acha niweke kama example. Sema sasa hiyo necklace imekuja kama present ya birthday hivi. Alafu lazima huyo mwanamume amvalishe. Hataki hata bwanake amvalishe. Juu yule urafiki wako nao. Utakataa pia. Urafiki gani? Si umununulie simu.
Siku gani tena? Ununulie kibeti basi. Si kibeti atakaa nayo miaka mingi. Necklace hadi kibeti itaharibika. Necklace mtoto anaweza kuchukua. Haya basi mnunulie kiatu. Jamani kiatu itaharibika dakika moja. Hiyo tu ya yenye inaharibika. Yenye inaharibika iko sawa. Yeye anataka kuona kitu hapa. For some time. Hapana. Hapo nyinyi mnataka kutuchezea hapa akili. Na hiyo mchezo sisi hatutaki. Ati mambo ya kuchezewa sisi hapana. Hiyo nayo sikubali. Mwanangu wewe. Hapana. Kwa hivyo mnasema kuvalishwa necklace ni vibaya. Bibi yangu asivalishwe necklace. Hagi yeye achana. Hadi nani nimekubali kama nataka aende. Sasa usikuone ukivalishwa. Acha nikuulize. Sasa utakuwa comfortable. Mtu akitoka kwa kubusu mbele ya bwana. Kubusu nayo imeenda sana. Jamani, kubusu ni mbaya. Anasema achana mambo ya kubusu. Na tunauliza kubusu nayo unaweza mbaya kabisa. Sasa kama kubusu ni mbaya pia basi necklace ni mbaya. Hapana necklace ni mbaya. Necklace ni mbaya, mbona usiseme necklace ni? Sasa si wewe necklace yako hizo ukiona unakumbuka mtu anakununulia. Na mimi sitaki kukumbuka huyo mtu, mimi nataka unikumbuke mimi. Rafiki yako ndio unaweza kuwa na rafiki lakini utakuwa unamkumbuka wakati mwingine. Swali ni, sasa hiyo bwana na bibi wakuje waachane. Si wakiachana watakuwa maachana. So unamaanisha mkiachana na bwana wako utaenda kwa yule mwenye amekubaia necklace. Simaanishi hivyo jamani. Unasema huyu amesema anafaa kuona kitu yenye bibi yake hapo na aseme hii ni yangu. Mimi ndio nilimbaia. Lakini for example waachane. Si mkiachana mtakuwa maachana. Hadi atatoa necklace. Heri utupe tumaachana tupa tu. Kwani shida? Mimi shida yangu niko na wewe tena unavaa vitu za. Ili kukana ya mtu mwingine unajua. Hapo ndio tunaanza kupigana kwa hizo nyumba. Na bwanako, your friends. Hapo ndo tunaanza kupigana kwa hizo nyumba. Jamani, unapiga bibi yako. Unavaje necklace? What message are you trying to send to me as your husband? Birthday present jamani. Birthday present gani? Uniambie basi unataka necklace. Wewe kama uwezi unaweza pata wewe mwanamume hizi hiyo day. Unaweza pata necklace mbona ukakuja kwa sikia Dubai. Ya 50,000 jamani. Okay. Umetoka Dubai. Lakini hiyo bwana hizi fika huko. So besti yake akamletea. Unajua mademu anakuangalia. Hawana shida. Wasichana wanakusikiza. Hawana shida. Sinasema cha ukweli. Mambo yenu tutaangalia. Sisi si mbali tunaangalia sana. Anajulikana kama Will Pole na kibao chake kinajulikana kama Toto kinacheza hapa ndani. Yaani pose. Huyu jamaa pia nasikia anafanya vizuri, nasikia anafanya vizuri sana. Lakini siku hizi amepotea. Ngoja nimesikia hizo stories za Will Pole na huyu dem anaitwa nani? Miss P. Walitwanga hiyo ya jiki. Jamani hizo stories zifurahishi. Watu kwa TikTok hawadai. Zifurahishi namna gani? Jamani. Hiyo tutaongelea baadaye kwanza. Mimi naishi wapi? Mbona siasikia hizo story? Wewe kwenye unaishi TikTok haifiki jamii. TikTok haijafika huko. Haijafika huko wapi? Usifika hapo mwenzangu. Jamii, mushkila. Mambo ni magumu kwenye TikTok haijafika. Tafuteni TikTok mwambie kama nani nina Takana mwenyewe. Mimi wa PK Salasia. PK Salasia ni gavana wapi? Ama ndio mnataka kumfanya gavana? Kumbe ni MP. Mimi pia ni MP. Sasa jamani, unataka kumfanya gavana? Tusikize Will Pole. Twende kazi. Don't understand this feeling. What I'm feeling.